Ifikia wakati hata wewe Mkristo unapo kanisani, hebu tafakari ni aina gani ya kiongozi ambaye anakuongoza. Sipo hapa kupiga vita huduma mtu yoyote au kusema kanisa lolote, lakini hii ni uamsho katika kanisa. Kama viongozi tunaoongoza watu kiroho, tutafakari tunaongoza watu kwa misingi ipi? Ni kwa hadithi tu zinazofikirika, zinazoongelewa kwa watu kwa sababu wameelewa wanachokiongea, lakini kiuhalisia hawatendi? Ukisoma Biblia inasema kwa Farisayo, wao wanaambia watu kitu sahihi lakini wao wenyewe hawatendi. Sasa unategemea wewe uongozwe na mtu ambaye anaongea tu lakini hakuongozi kwa mfano. Huyo mtu unayemuongoza anaweza kukifanya? Sio kitu rahisi. Ukisoma katika Waebrania anasema wale msisahau wale waliokuwa wakiongoza katika imani, wale waliofundisha neno la Mungu, mkifuatilia mwisho wao, igeni imani yao. Unapotufundisha kanuni, tunavyozitembelea, kama unavyozitembelea tuone pia kwako Mungu anafanya, ili kwamba sisi imani pia ijengeke na sisi tukafanye. Na hii iende kwa mapana sana kulingana na mtu ulipo. Huwezi kuruhusu kiongozi wako wewe dhaifu afu utegemee jeshi ambalo ataliongoza liwe imara kati yeye ni dhaifu. Kiongozi akiwa imara, uwe na uhakika jeshi ambalo analiongoza nyuma yake litakuwa imara. Uwe na uhakika wale wanaowaongoza wataubeba mfano wake, wataiga ile imani ya matendo yake na kutembea katika mtembeo huo. Matokeo yake udhihirisho utakuwa ni mkubwa, matokeo yatakuwa makubwa, tutaona ubora kwa ukubwa. Nini kiongozi yuko pale sio kama mpiga domo bali mtendaji. Haleluya. Mungu abariki mahali popote.